Wewe umeficha nini? Hapana mkuu, sijaficha kitu. Hebu toa mikono yako. Sasa mkuu, tuaminiane jamani. Sijaficha kitu mimi. Toa hiyo mikono yako nyuma tuone. Sasa jamani, tunakaguana kama watoto wa shule jamani. Toa. Kumbe unavuta bangi? My Majesty, sivuti bangi mimi. Mimi nimekiokota kipisi pale kilikuwa kinawaka. Ikabidi nikichukue na nikijaribu. Umejaribu vipi? Domo linaonekana jeusi kama kunguru, alafu unaniambia eti umejaribu. Ulichokijaribu hapo wewe ni kitu gani? Una viashiria vyote vya uvutaji wa bangi. Siku zote nakwambia wewe huna akili vizuri. Na kweli akili zako hizo zimepotea kabisa kutokana na uvutaji wako wa bangi. Unavuta tu mimoshi. Lakini mimi mkuu, mimi sivuti bangi jamani. Mimi nimekiokota nikasema nikizime kilikuwa kinawaka pale. Ndio kabili nikijaribu. Lakini mimi sivuti bangi mkuu. Mbona unanituhumu wakati mimi sina mambo hayo jamani? Mimi na familia yangu jamani. Bamtelo akija kusikia mambo kama hayo. Maskini. Yaani umri wako, uzee uliokuwa nao, unakaa kabisa hapo kijiweni unavuta bangi. Kama sio laana ni kitu gani? Umewanga ukaona haitoshi, ukaamua kuvuta bangi. Ila we kiboko. Kanuni zetu na sheria zetu hazimruhusu mwanachama yoyote kuvuta bangi. Ila wewe umekiuka. Bimigomba, usiku tutakutana kwenye kikao. Tutalijadili hili ili tujue tunakupatia adhabu gani. Kiongozi. Afadhali tulipokutana hapa. Maana kiukweli jana nilikosa kabisa wasaa kuzungumza nawe. Kwanza niseme pole kwa kile kilichotokea jana. Pole kwangu, pole kwa wote. Maana ndo tuliozalilika. Sasa mimi najiuliza, wale mabwana waende kutangaza? Kiongozi, pale hakuna wa kutangaza. Pale hakuna wa kutangaza kwa sababu wao wenyewe wanaonekana kabisa wanapenda huu mchezo. Kwa mna yote atakayesema. Na pia wenyewe wanasema kwamba mwanakulitafuta mwanakulipata. Wale wanalitafuta. Kwa kiongozi wewe wape. Wewe koma Niwape nini? Wale inabidi uwape challenge, na ukiwape hiyo challenge, hakuna yeyote atakayetamani kuingia katika hichi chama, mimi nakwambia. Mamangu mwanamke. Nilikuwa sijakuelewa vizuri. Challenge gani? Kwa kuwa wale wanautaka uchawi na wewe unahitaji katika hichi chama, waagiza wakapigane na yule binti. Wakienda katika ile nyumba, hakuna yeyote atakayetoboa pale, mimi nakwambia kiongozi. Toboi mtu pale. Kweli mimi liwazo nilikuwa nalo, lakini liwazo nilikuwa sitaki wafanye wale. Afanye huyu kiulizo ambaye anatuletea watu. Unajua mimi ukiulizwa nishamchoka. Maana kila siku analeta mapya. Sasa mimi nilikuwa nataka aende kule, akutane nacho cha kumkuta ili ajifunze kwamba uchawi hauji bure bure, uchawi lazima uhangaikie, uchawi lazima uwe na heshima nao. Sasa mimi nilikuwa naomba kwanza anza na wale ndugu zake wale wageni. Wape wale ili kwake iwe kama mfano ajifunze. Wape wale wageni, utanishukuru kiongozi. Hawarudi tena, mimi nakwambia wale. Alafu kweli ujue wazo wako kama naelewa, kwa sababu wale waliingia kwenye chama kwa ajili ya tamaa. Sasa watapokutana na mizinga kule, wakirudi huku uchawi hautaki. Sema kweli, ujue kule napo kuna balaa kule. Kule atobo. Kule hamna mtu anaoenda karudi salama, mimi nakwambia kiongozi, kule kuna shughuli, kule kuzito. Kule kuzito kiongozi. Na kweli kule kuna chuma, tena wasomba apate chuma kama ulichokula wewe. Maana ulivyoenda kule ulikula chuma mpaka ukawanaarisha. Na nilikuwa nikikuuliza hata useme nini kilichokukuta, baba gaidi wewe. Hivi kilikukuta nini kule? Basi bana Sengo bana. Kila mtu endelee na yake sasa. Ufanyia kazi hilo jambo kiongozi, utanishukuru. Ni ushenzi kabisa. Hapana. Mama, mbona umefika hapa unajisonya tu? Huu ni ushenzi. Kuna nini? Bimigomba nimemkuta anavuta bangi. Tena bila kificho. Yule siku zote hana akili.
na anakosa akili kutokana na kuvuta bangi. Sasa we angalia, mama mtu mzima kama yule na ule umri, kweli wa kukaa kuvuta bangi? Yaani pale alipo akili yake tu inakata kona, na hiyo mibangi anayovuta. Alafu yule akili yake mbovu akivuta bangi, jamani, inakuwaje jamani? Na hizi bangi hajaanza kuvuta leo, inaonekana ni mzoefu, ila anafanya siri, na nimechelewa tu kumgundua. Laiti ningemgundua, sijui hata ningemfanya nini. Yaani mi nilijua tu kama unasambazia mbovu, na ndio maana nilikuwa nakufuatilia nyuma. Hivi kwa nini mkuu unakaba? Kwa nini unakaba hivi? Unakuja kumwadisia huyu akati huyu tunamjua friji lake halijaandishi. Kwa nini? Toka zamani tunamjua kipara kama friji lake halijaandishi. Wewe unakuja unaanza kumbobojea habari zangu. Kwa nini mkuu unafanya hivi? Haya, wewe ulisema ni jambo tukuja kujadisia kama kwenye kikao. Hapa ndo kwenye kikao. Kwa nini unanifanyia hivi mkuu? Unakaba bwana, sio mambo hayo, sio mchongo huo. Wewe mweo, unanizoea sana siku hizi, si ndio? Nakuuliza, unanizoea? Ila hapana mkuu, wewe unamjua huyu kipara yenyewe mbea huyu, ataenda kusambazia mtaani habari kibao. Na wewe jambo ushasema mtanisema kwenye kikao, kwa nini unakuja kulisambaza huku? Hivi umepata wapi ujasiri wa kuongea na mimi hivyo? Au hiyo mibangi yako unayovuta inakufanya uwe jasiri, unanichukulia poa? Unaona tunalingana sasa, umekuwa mkuu maule eti. Wewe kelele mbwa wewe. Lakini mkuu nakaba. Mwanangu, ukisikia kuzaa sio kupata ndio huko. Yaani hapa ili chizi si chizi, taila staila, lipo tu alieleweki. Wewe uchizi wako peleka huko Milembe, tutakupiga sasa hivi hapa. Mkuu nakaba. Tutakutana kwenye kikao jioni. Mkuu nakaba. Hivi unajua unapokuwa na laini ya Halotel unaweza kupata GB 5 kwa shilingi 7,000 na GB 7 kwa shilingi 9,000? Ndio, hayo ndo mambo ya Chris Bando. Sasa ili kumpata Chris Bando na kutajia namba zake. Chris Bando bwana ni namba 4, lakini mimi nakutajia 2 na 2 nitakuandikia hapa chini. 0717048048 na namba nyingine ni 0766586527. Hizo namba ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu. Ukitaka sasa kulipia huduma utalipa kupitia lipa namba ambazo nimekuwekea hapo chini. Majina hakikisha yanatokea Christopher Ruoga. Na ukishamaliza sasa kulipia muamala, hakikisha una forward muamala wako kwenye hizo namba mojawapo ambayo nimekutajia. Kwani Bamtelu bado upo? Sasa unataka mimi naende wapi? Mimi nitegemea safari yangu niloenda. Nikirudi mwenzangu utakuta ushaondoka. Sasa Zuchumi naenda wapi? Hebu niambie. Haya mwenzetu, humu ndani utakaa mpaka lini? Nilikwambia natafakari ni namna gani nitaenda kuzungumza na mama Mtelu akanielewa. Yaani siwezi kukurupuka tu hapa nikaenda kule. Mimi ndo najua nini kitanikuta. Kwani hajakupigia simu? Simu nimezima mimi. Na hata kama ningekuwa niko online akanipigia nitamwambia kitu gani? Unajua wewe unakuwa mwanamume wa ajabu sana. Yaani wewe ndio baba wa familia. Unakaa hapo unajiwazisha eti nitaenda kumwambia nini? Nitaenda kujielezea nini? Wewe sikiliza. Nenda kamwambia niko hapa bibi mdogo. Wewe Zuchu. Yeye anazungumza kirahisi rahisi eti nilikuwa kwa mke mdogo. Wewe ungekuwa ungeweza? Mkuu,
Mbona unasimamisha alafu bado hatujarudi? Mimi sijala vitu vyangu vya Msambweni. Kwa raha gani tuliyokuwa nayo? Tuna msiba, tena msiba mkubwa sana. Ni jambo la aibu na la kudhalilisha ambalo halijawahi kutokea katika historia yetu ya kichawi. Jambo gani hilo mkuu? Bi Migomba ametutia aibu na kutudhalilisha. Kwa macho yangu nimemshuhudia huyu mama akiwa anavuta bangi. Ndiyo, sijasimuliwa na mtu, nimemuona live. Huyu mama akiwa anavuta bangi. Nadhani mnaelewa. Sheria zetu na kanuni zetu haziruhusu mwanachama wa aina yoyote kuvuta mibangi. Lakini huyu mama amekiuka na kuvuta bangi. Hivyo basi, anastahili adhabu. Na adhabu yake ni nini? Anatakiwa amtoe mme wake kafara. Hapana mkuu. Hiyo ni sawa, tunatwanga maji kwenye kinu. Kumbukeni tulimtaka Mtelu, ikashindikana. Kwa sababu yule binti alituwekea uzio. Na isitoshe, hata kafara yule binti ilikuwa hivyo hivyo, ikashindikana. Hivi, mnadhani kwa mme wake itakuwa rahisi? Mimi ninachokiona, mkuu, huyu tumchape viboko. Kumbuka na siri zako kibao. Sasa endelea kunisnitch tu. Mimi hata sikusnichi. Nilikuwa tu nakutetea. Au nataka kumtoa mme wako kafara? Chini. Unielewi eh? Nisikilizeni, na hili litakuwa ni funzo kwa mwanachama yoyote atakaye kiuka kanuni na sheria za chama chetu. Nyanyuka. Usiniangalie mimi, mwangalie vile. Pumbavu wewe. Najua unaniogopa. Mwanzo nilikupa maradhi, wakaenda kukutibia huko, ukarudi hapa umepona. Safari hii nakupa kifo. Huyu alokutibia sasa basi aende na akakufufue kama anaweza. Naomba unionee huruma kakaangu. Mimi ni kama dada yako, naomba unisamehe. Huo huruma unaozungumzia mimi sina. Baba yangu, wewe ndo unajua kuongea, nielezee, mimi usimwelewe. Yaani mama hata mwenyewe anashindwa kumuelewa. Nani? Kombo. Hivi tukio hili ndo hili ambalo tuliliona pale au kuna lingine? Ah, baba. 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 Ah, baba
Anasema hivi, tumemkuta njiani anabimbilika, anajamba jamba, anajialishia. Yaani hapa unavyomuona hapa ndo ana unafuu. Kipara, kimekukuta nini mwanangu, nieleze. Mama, waache. Waende. Afu tutaongea wenyewe. Mpaka waondoke. Njoo mara moja hapa wewe. Sasa mpaka njoo. Unakaribia kama mtoto wa shule. Jamani, kuna shida gani kwani? Basi unakaribiana kama mtoto wa shule. Mkwe wako. Mkwe wangu amefanya nini? Umeona kitendo mkwe wako alichomfanyia mwanangu Kipara? Mkwe wangu kamfanyia mwanao au mwanangu kamfanyia mkweo? We chizi nini? Mkwe wako amempeleka mwanangu Tanga. Kampeleka Tanga? Na usafiri gani? Ana gari yule au kamlipia nauli? We mweo, hivi unielewi? Nakwambia mka mwanao amempeleka mwanangu Tanga. Sawa, nimekuelewa, ndio maana nikakuuliza kampeleka na usafiri gani au kamlipia nauli? Sio kamsafirisha. Na maanisha Tanga wajalewa ondoka leo. Kipara ndo alomkuta hayo. Mungu wangu. Mnafiki mkubwa wewe. Usichokielewa hapa ni nini? Akati haya yote umeyasababisha wewe. Mimi tena mwenye damu ya kunguni. Kweli mimi na bahati mbaya jamani. Kila jambo mimi nazuliwa hata kama silijui. Mkuu, mengine unipunguzie. Kama sio mtelu kumwa yule mwanamke na kumweka hapa mtaani, haya yote yasingetokea. Lakini haya yote yanasababishwa na mtelu kumwa yule mwanamke. Sasa basi, nakupa siku 3. Yule mwanamke awe ameachika na kurudi kwao. Hatutaki vita naye sisi. Kweli hii ni haki? Maugovi ya kichawi yanawapeleka wenzie Tanga. Huyu binti ana makubwa. Kuwapeleka watu Tanga. Basi hata mgaya atakuwa amepelekwa Tanga. Nicheke jamani. We chizi, unacheka nini kama malaya kapata bwana mpya? Sirudiagi maneno yangu mara 2. Sasa ole wako niendelee kumwona hapa mtaani. Sitaki vita mimi. Watu wanapelekwa Tanga. Huyu binti naye jamani kazua mapya. Kwa hicho ndio chokuwa nakitaka, si ndio? Una kichwa gani mdogo wetu wewe? Oye, bafeto bawe na msebezo kakulu chini isafulina. Oya we. Oya. Noma nini mwanetu, mbona shangwe kama lote chapa? Oya raki, noma msikaji wangu. Uje nini? Unaiba hapa, unagusa pale, umetokea pale. Yaani haya. Oya, shukrani sana mwanangu. Yaani hapa nakwambiaje, mwaka huu nitacheza kila kona, yaani kila chochoro, paka watajua mimi nani mjomba. Sema nini mdogo Sifulu, jua anafeli huyu mtoto. Noma nini tena? Hii mtoto sikaingia kati hapa kwa mzee Mamuya kwa kapua mandazi mwanangu. Namuelekeza mdogo wetu vipi, anachoniambia mimi hata sikielewi mdogo wako. Vipi mkali, mbona hivyo? Oya wakubwa, lile ilikuwa jaribio. Nilikuwa naangalia je, nikikopoa mandazi nitapotea. Nimekopoa mandazi kama temboni, nimetokea Bunyokwa. Oya kama upepo tu. Sipo. Jaribio nini wewe, mbona unafeli hivyo? Afu mdogo Sifulu, yaani wewe unaanzaje kuiba mandazi unayayuka? Wakikupiga kula akakuwa ndio utakuwa umefanya nini sasa? Mandazi mjomba. Huwa anafeli sana huyo. We mtoto we. Watoto tunapenda, watoto atupende, na hapa Ulandi tia koba kati Ulandi kitu le. Shamba. Chapa ulo.